futa machozi vilio. Sayuni mji unapendeza kwa ajili yangu. Tutakapofika mwisho wa safari, nitamwona Yesu aliyenifia. Nitamshukuru kwa upendo wake. Milele nitaishi naye mbinguni. Miaka elfu ni mwanzo, nitaishi na Mwokozi. Kwani tumeshinda miaka elfu. Huo ni mwanzo. Tutaimba wimbo wa upendo wake, wimbo wa sifa kwake Mwana-Kondoo. Tumekombolewa kwa damu mtini. Milele tutasifu Mwokozi wetu. Miaka elfu ni mwanzo, tutaishi na Mwokozi. Hakuna vita, kwani tumeshinda miaka elfu. Huo ni mwanzo. Miaka elfu ni mwanzo, tutaishi na Mwokozi. Hakuna vita, kwani tumeshinda miaka elfu. Huo ni mwanzo. Basi niwaalike tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na ulinzi wako. Masaa tena umeruhusu watoto wako wamesimama kwa ajili ya kutolea matoleo yao. Mungu wetu, tunaomba akabariki katika kazi yako, mahali popote atakapokwenda akafanye kazi sawasawa na ilivyokusudiwa. Kwani tunaomba haya tukiamini utatenda hivyo, ni katika jina la Yesu. Amina.
Mbele yenu ni risala ya wahitimu wa mwaka wa 3 2025 2026. Yaliyomo: namba 1 ni utangulizi, namba 2 ni malengo ya chama, namba 3 mafanikio ya chama, namba 4 changamoto, namba 5 ombi na namba 6 hitimisho. Namba 1, utangulizi. Ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa na watu wote mliopata nafasi ya kuhudhuria katika hafla hii fupi ya kuaga wahitimu wa mwaka wa 3 katika chama chetu cha TUCASA Chuo cha Ufundi Arusha ATC kwa ngazi za astashahada, stashahada na shahada. Tunamshukuru Mungu kwa kuruhusu leo hii tena tukusanyike kwa ajili ya kusherehekea na kufurahi pamoja. Jina lake litukuzwe sana. Ndugu mgeni rasmi, tulianza masomo yetu mnamo mwezi Novemba 2023 Namba 2, malengo ya chama. Ndugu mgeni rasmi, chama kimekuwa na malengo kadha wa kadha kama inavyoainishwa hapa chini kwa ajili ya maendeleo ya kazi ya Mungu. Kufanya mahubiri kwa ajili ya kuongoa roho yatakayogharimu kiasi cha shilingi 3,890,000. Haya mahubiri yatafanyika mwezi wa 5 mwakani 2027. Kuihudumia jamii ya wahitaji ndani na nje ya kampasi yetu kwa njia ya matendo ya huruma na uinjilisti. Ununuzi wa kompyuta kwa ajili ya muazini ambao ni shilingi 400,000. Namba 3, mafanikio ya chama. Ndugu mgeni rasmi, tunamshukuru Mungu aliyemweza wa yote kwa kutufikisha kufika baadhi ya malengo tuliyoyapanga. Yafuatayo ni baadhi ya mafanikio ambayo chama kimefanikiwa kuyafikia. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kufanya mahubiri ndani ya chuo chetu kwa muda wa majuma 2 yaliyogharimu kiasi cha shilingi 3,500,000, ambapo watu 4 walimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Msemaji? Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kuratibu program za kufikia jamii ya wahitaji ndani na nje ya kampasi yetu kwa ajili ya matendo ya huruma kwa kuchangia damu, mavazi na fedha. Ndugu mgeni rasmi, baadhi ya wanachama wamefanikiwa kuhitimu na kushiriki program za idara ya vijana ndani ya kanisa linalotulea ambalo ni Sakina SDA. Sambamba na hilo, mpaka sasa kuna wanachama 3 waliohitimu Senior Youth Leadership ambao ni SYL na 3 waliohitimu kozi ya Master Guide kama ilivyo katika idara ya huduma za vijana ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kuendesha majuma ya pamoja ya uamsho na kuwa na maombi ya pamoja yaliyoendeshwa na wachungaji, wakufunzi mbalimbali kwa dhamira ya kukuza na kuimarisha imani zetu na za wanafunzi wenzetu chuoni. Namba 4, changamoto. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio tuliyoyapata, chama kinaendelea kukabili changamoto zifuatazo. Namba 1, mahitaji ya kuwa na kompyuta kwa ajili ya muazini itakayogharimu kiasi cha shilingi 400,000. Namba 2, mahitaji ya fedha kwa ajili ya ufanikishaji wa mahubiri ya hadhara chuoni yatakayogharimu kiasi cha shilingi 3,890,000, ambapo mahubiri haya yatafanyika mwezi wa 5 mwakani 2027. Namba 5, ombi. Ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa na watu wote mliopata nafasi ya kuhudhuria katika hafla hii fupi ya kuaga wahitimu wa mwaka wa 3 katika chama chetu cha TUCASA Chuo cha Ufundi Arusha leo, tunaleta kwenu ombi hili maalum kabisa kwamba tunawaomba mshirikiane pamoja nasi
kupitia maombi, ushauri, fedha mlizonazo na kwa ajili ya kukabili changamoto zinazokikabili chama chetu cha TUCASA katika Chuo cha Ufundi Arusha. Namba 6, hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, kwa dhati ya moyo tunakushukuru wewe pamoja na waumini wote waliokubali kuja kushiriki hafla hii fupi ya ibada ya shukrani katika kanisa letu la Sakina SDA kwa ajili ya kuaga wahitimu wa mwaka wa 3 katika chama chetu cha TUCASA Chuo cha Ufundi Arusha, na Bwana wabariki sana. Risala hii imeandaliwa na wahitimu wa mwaka wa 3 25-26 kwa kushirikiana na uongozi wa TUCASA Chuo cha Ufundi Arusha na kusomwa kwako na Winnie Bryson pamoja na Joshua Bisaka. Basi huu ndio mwisho wa risala yetu na Mungu awabariki. Haleluya kanisa. Hebu tukutane hewani kidogo. Punga mkono, mwangalie jirani yako aliyekaa naye afu mwambie hai. Jitahidi sauti yako itoke kulingana na jinsi yako, mwambie hai. Maana unaweza kuwa hakika kumwambia hai akaogopa ni simba ukamharibia ibada. Mbarikiwe sana watu wa Mungu katika sabato tamu na bora ya leo. Haleluya Bwana. Naam, nimepewa jukumu lingine tena hapa, napaogopa sana hapa mbele. Lakini sasa hebu nitimize hili kidogo. Vijana wamenitambua kama mlezi na baba. Kimsingi mimi katika vifaranga, kuku akitaga mayai mengi kuna kile kinatotolewa cha kwanza, lile yai la kwanza kuzaliwa. Ndo mimi. Kwa hiyo mimi sio kuku. Watu wa Mungu, mimi si kuku, na naomba ni simamishe mlezi kwa kweli anayestahili kuwa mlezi. Nitaambia kwa nini. Tunaye Engineer Paul, tafadhali popote ulipo tupungie mkono. Simama kabisa. Yes, Engineer Paul mwenye mbaraka huo ndiye ambaye anastahili kutoa kiti hicho cha ulezi pamoja na walezi wengine ambao bahati nzuri kanisa mnalifahamu. Nimesema hivyo kwa sababu, asante, unaweza kukaa mhandisi. Nimesema hivyo kwa sababu mimi ni miongoni mwa wahitimu. Sasa kama wahitimu mlikuwa namna mtaniacha leo, tuko wote. Na mimi ninahitimu na nyie. Nahitimu pia shahada ya uhandisi wa electronics katika magari hapo chuoni Arusha Technical. Pamoja na kwamba na kofia hiyo nyingine, lakini bado elimu haina mwisho na yote ni kwa utukufu wa Bwana. Lakini sambamba na hilo, watu wa Mungu tunazidi kualika muwalete vijana kusoma pale. Tayari mnaona kanisa limebarikiwa kuwa na walezi ambao ni watu wa Mungu wanaofanya kazi katika chuo kile. Waleteni, zimu likujualo ujue halikuli ukakwisha. Walete pale. Sasa kama tunasali wote tunachangia lesoni, nitakubali aangamie pale kwa kufeli. Jitahidi kumleta katika chuo cha ufundi Arusha. Ni chuo ambacho kimebarikiwa kuwa na walezi ambao ni washiriki wa kanisa hili wengi. Na naomba ni mkaribishe mpenzi wake, baby wa mhudumu wetu. Mai wa mhudumu uko wapi? Tafadhali popote ulipo simama na utupungie mkono. Tumebarikiwa kuabudu pamoja na Mrs. wa mzee Yoyo. Mai wa Yoyo uko wapi? Jamani, mnasemaje? Haleluya Bwana. Yes, hawa watu wa Mungu wanapata nguvu kwa hawa watu wakiwepo. Kwa hiyo tukiwa nao tunatambua uwepo wao. Na sasa nisiwe na maneno mengine zaidi ya kuwakaribisha tena katika ibada, na nimkaribishe mzee Yoyo ambaye kwa kweli mbingu zimeona vyema leo aweze kutuhudumia, lakini aweze kunena maneno ya baraka kwa wahitimu ambao wanahitimu katika masomo yao, lakini kwa waumini ambao tumejihudhurisha hapa. Mbingu zimefunguka wazi kusikia kile ambacho mtu wa Mungu atatusogeza karibu na msalaba wa Yesu. Karibu sana mtu wa Mungu. Okay. Kwa itifaki hiyo basi tunaomba kwaya
halafu na baada ya hapo mtu wa Mungu atasimama. Asante sana kwaya. Watu wote watafute leo ya kwenda mbinguni, tutaimba na malaika tukifika mbinguni.
Watu wote watafute leo njia ya kwenda mbinguni. Tutaimba na malaika tukifika mbinguni. Wahitimu tutafute leo njia ya kwenda. Mpiga kidanda unaharibu, haujapanda, naomba uache tu. Ukipiga kwa unaelewa sana unavuruga utukufu wa ibada, inabidi ujifunze vizuri. Wahitimu watafute leo njia ya kwenda mbinguni. Tutaimba na malaika tukifika mbinguni. Pole sana mpiga kinanda, ni kwa ajili ya utukufu wa ibada. Umekosa amani mtu wa Mungu? Relax. Wapendwa, ninawasalimu kwa jina la Bwana aliye hai. Ninawasalimu tena kwa jina la Bwana aliye hai. Kwa namna pekee sana napenda nianze kwa kumshukuru Mungu kwa upendeleo wa pekee wa kuja hapa katika kanisa zuri, mandhari mazuri, watu waliotakata, kanisa lililojaa wahitimu wenye vipawa vingi, mlezi makini na mwenye mantiki iliyoiva. Bwana wa amani wabariki sana. Nilipopewa mwaliko wa kuja hapa, Mzee Pasco, ilikuwa ni notisi ya siku 5. Niko kwenye madhabahu na ukweli wa Mungu nitausema, sikuwa tayari kuja. Na sababu was obvious, yani sababu ilikuwa dhahiri shairi kwangu kwamba ukiitwa mgeni rasmi, wanaojua kuitendea haki ugeni wa heshima. Kwenye kichwa changu mama yangu mwasibu ilikuwa ni calculation. Mgeni rasmi, risala itasomwa, lazima utoe majibu, na kwa kawaida, kwa akili ya kawaida inahitajika 3 milioni 4, 2 lazima uwe nazo. Kwa notisi ya siku 5 nilisema lakini ninamshukuru Mungu kwa yule mwenyekiti. Yuko wapi yule rafiki yangu? Naomba nipungie tafadhali. Bwana akubariki sana. Huyo muungwana alinisadikisha. Kawa na mchenga, akakomaa na mimi. Nitakujibu, yuko na mimi. Kushoto yuko na mimi, kulia. Lakini mwisho nilijitafakarisha, nikasema neno la Mungu linasema tufanye kazi ya Mungu kungali mchana, kwa sababu usiku waja hautaweza kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilijitafakarisha, nikasema nitakuja kufanya kazi ya Mungu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ninasimama kwenye madhabahu haya nikiwa na ujasiri wa kutosha, na ninaamini kwa Mungu hakuna bahati mbaya. Ujio wangu hapa ni kwa makusudi maalum ya Mungu. Graduating class, my coming here is not coincidence. It's not happenance. It is deliberate. I want to believe in eternity past, before I was created. Mama Yoyo, punga tafadhali. Nilikuwa mwalimu wake wa business law. It was God's purpose that I come here and speak something that shall focus and inspire you. May God bless you abundantly. Neno langu la kwanza kwa wale waliokuja kuabudu tofauti na wahitimu ni kwamba kwa Mungu hakuna bahati mbaya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hakuna bahati mbaya ya Mungu kukuleta Sakina na sio kwa Mrombo. Hakuna bahati mbaya ya Mungu kuruhusu Elda Ojuku kuweko hapa leo na sio Namibia kule unakokaa. Mungu ana makusudi na wewe kuja hapa. Na hivyo neno langu la kwanza na wito wangu kwa kila moja aliyekuja kumwabudu Mungu, tuifanye kazi ya Mungu kungali mchana. Mungu anahitaji tufanye kazi yake kungali mchana. Na Mungu atubariki sana. Kwa kuwa ubiri langu ni maalum sana kwa ajili ya wahitimu, wewe ambaye sio muhitimu, ili ndilo neno la Mungu na ujumbe wangu. Fanya kazi ya Mungu na acha alama.
Baada ya maisha haya, watu wakija kuzungumza habari zako, utakumbukwa kwa lipi? Ishi kwa kusudi la Mungu. Leo katika madhabahu haya ninaweza kusema kwa ujasiri mkubwa, na ninamtukuza Mungu kwa ajili ya kaka yangu Ojuku. Ojuku, naomba usimame. Punga. Miaka 22 iliyopita, exactly 22 years, tulikuwa tunakaa na huyu muungwana ghetto. Alikuwa anakaa kwangu, na yeye alikuwa anasoma kwa utani wa kipindi kile, alikuwa anaita permanent head damage. Mzee alikuwa ananiambia hivyo, PhD, permanent head damage. Na mimi nilikuwa nasoma vitu vingine sitavisema, lakini kaka yangu aliniweka chini akaniambia, Omera, 1, 2, 3. Na kwa sababu ya focus yake, leo mimi ni wakili nguli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Had it not been for this gentleman, mimi nilikuwa niko kwenye mambo mengine tu, sio ya uwakili. Na alinifocus. Ninaweza kusema kwa ujasiri, kwa kujivunia kwamba alichangia kitu katika maisha yangu. Je, unachangia nini katika maisha ya watu wa Sakina? Vijana wanapohitimu wakiangalia nyuma, wewe mshiriki wa Sakina umeacha alama gani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ishi kwa kuacha alama na Mungu akubariki. Hubiri langu mchana wa leo, hii risala ni rahisi, nitamalizana nayo tu. Ninaomba ninene kwanza, au nimalizane nayo kabisa. Risala inahitaji laptop ya 400,000. Hiyo ni used. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni used, nitamalizana nayo tu haraka iwezekanavyo kadri Mungu atakavyonibariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio issue. Mgeni wa heshima, nimeleta suluhu. Mwenyekiti, punga. Hiyo nimeclear. Si habari imeisha. Ile mahubiri ya 3,800,000. Mama Yoyo, unachukua picha, lakini naomba usimame. Naomba na wewe ushiriki mbaraka huu. Mimi na huyu mama ambaye alikuwa mwanafunzi wangu wa chuo kikuu, nilimvizia huko kwa neema ya Mungu. Mimi na huyu mama tutachanga kiasi cha kutosha kwenye hiyo budget. Alafu kiasi kitakachobaki tutaikusanya hapa. Na wala hatutaki kuwapa pressure, kwa sababu mwakani 2027 ni mbali sana. Sisi ya kwetu tunaipledge. Mimi ni 1,000,000, mke wangu ni 500,000, inayobaki ni 1,800,000. Nitawabananisha kina Pasco, kina Ojuku. Nitakuja siku moja, mwenyekiti, tutakuja siku moja, ibada moja, tutakamatana tu hapa, tutamalizana nayo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Si imeisha? Bwana wabariki. Mama keti. Hubiri langu mchana wa leo nimeipa kichwa kisemacho acha alama yako. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba umgeukie mwenzako, mshike mkono, mwambie acha alama yako. Tuombe. Baba, saa imefika, neno lako takatifu lihubiriwe. Ni nani mimi Baba hata nisimame katika madhabahu haya matakatifu? Mimi ni mwenye dhambi nisiyestahili. Lakini Baba, kwa kuwa umenipa kibali cha kusimama, ninakusihi kwa neema yako Baba, shuka kutana nasi katika ibada hii. Katika ibada hii Baba, wapo waliochoka, tupe neema yako. Waliokata tamaa, tupe matumaini mapya. Waliolemewa na dhambi, tupe toba ya kweli Baba. Kupitia neno ili mchana wako leo, wana wako tukaguswe na tukapige hatua japo moja ya imani. Hili utuandae kwa ajili ya kuja kwako. Ndivyo tuombavyo katika jina la Yesu. Amen. Acha alama yako. Hubiri langu nimelikusudia kwa wale wanaohitimu, na kwa wale ambao watuhitimu nimeomba Roho utachukua utakayochukua, lakini walengwa wangu ni wale wahitimu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na nimemwomba Mungu kwa ajili ya wahitimu kwenye hubiri hili. Ninaleta kwenu uzoefu wa Daudi, na nimemwomba Mungu
upate jambo angalau moja utakapokuwa unamaliza maisha ya chuo na kuingia sasa ulimwenguni, uwe na jambo la kusaidia kuacha alama yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa porini. Kabla taifa la Israeli alijamfahamu, kabla ajavishwa taji ya ufalme, kabla ajawa mtu wa maana, Mungu alimuweka katika jangwa, katika pori, akiwa anachunga kondoo. Alikuwa na watu watatu au vitu vitatu, yeye moja, kondoo mbili, na asiyeonekana ambaye ni Mungu. Hapakuwepo watazamaji, hapakuwepo wapiga makofi, hapakuwepo wapambe, hazikuwepo kamera, hazikuwepo leo ungesema Facebook, TikTok, mitandao ya jamii. Alikuwa peke yake. Lakini Biblia yangu inasema moja, Daudi aliacha alama ya uadilifu. Kazi ndogo ya kuchunga aliyoipewa aliifanya kwa uadilifu mkubwa. Hakuwa tayari kupoteza hata kondoo moja. Alikuwa tayari kumgharimu maisha yake ili mradi afanye kazi ya Baba kwa ukamilifu. Aliacha alama ya uadilifu. Daudi aliacha alama ya kumtegemea Mungu. Kila hatua, kila pumzi alikuwa anaishi kwa kutegemea Mungu. Aliamini kwamba yupo Mungu anayeweza na yupo Mungu anayemwezesha. Biblia haisemi, lakini nadhani kama ni uimbaji alikuwa akiimba habari za Mungu. Namtegeme ya Mungu ni wapo, humo bara nina baharini, yeye wa mbinguni anilinda, Baba wa mbinguni anilinda. Aliishi kwa kumtegemea Mungu. Ujumbe maalum kwa rafiki zangu, mainjinia, wahandisi, wataalamu mnaohitimu leo. Utakapokuwa ukitoka katika malango ya chuo cha Arusha Technical, mbele yako Mungu ameandaa pori. Utaingia katika pori la kukosa ajira, pori la kudhaulika, pori la kukosa maana, pori ya kukosa fedha. Lakini wa baadhi yenu mtaingia katika pori mkikabidhiwa kufanya mambo madogo. Intern anayefanya kazi bila kulipwa, mfanyakazi anayetumika punda aumie mzigo, unayechapa kazi lakini wanaonufaika ni watu wengine. Ujumbe wangu mchana wa leo, katika mianzo yako ya maisha ya kazi, utaacha alama gani? Je, utaacha alama gani ukiwa unatumika bila malipo? Je, utaacha alama gani utakapokuwa mahali ambapo hakuna anayekuangalia? Umekuwa chuoni, umekuwa Sakina, wapo wanafunzi, wapo wazee wa kanisa. Kesho utakuwa mahala huko peke yako, hakuna anayekuchunga, hakuna anayekufuata. Una jukumu la maana, utaacha alama gani? Utakuwa katika kipindi cha kungoja, bila matumaini, bila nuru, utaacha alama gani? Hilo ndilo swali mchana wa leo. Na ujumbe wa Mungu kwako muhitimu unayenisikiliza, katika kipindi cha kungojea, katika kipindi cha kupigika, ujumbe wa Mungu mchana wa leo, acha alama ya uadilifu. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kazi kwa uadilifu. Chunga kidogo utakachopewa kwa uadilifu. Neno la Mungu linasema katika Isaya 40:31, bali wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, wataruka kama tai. Ingoje ahadi ya Bwana. Utakuwa kwenye kipindi cha kusubiri, ingoje ahadi ya Bwana.
Kama Daudi, chagua kuishi maisha ya uadilifu. Ukielezwa, ukisoma habari za wanafalsafa waliofanikiwa, kila moja anayo humble beginning. Dunia leo, wasomi mnaomaliza wengi wanahitaji mafanikio ya haraka. Wengi wanahitaji pesa za haraka. Wengi wanadhani ukiwa na GPA ya 4.5 basi ukiingia mtaani maisha ni 4.5. Mchana wa leo ninakuasa kama Daudi kwamba wakati utakuwa nao wa kusubiri, Mungu akusadikishe, Roho akuwezeshe, hujue kwamba kwa kila jambo, Mhubiri 3 mstari wa 1, kuna majira na kusudi. Uishi maisha ya kusudi. Ishi maisha yako. Run your race. Your race is not my race. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya pili katika maisha ya Daudi. Daudi ametoka porini. Sasa ameingia kwenye uwanja wa vita. Biblia yangu inaniambia anapofika kwenye uwanja wa vita, mfalme alipigwa ganzi. Majemedari walipigwa ganzi. Wanajeshi walipigwa ganzi kwa sababu ya jetu Goliath. Lakini habari njema, Daudi anapofika katika mkutano ule, eneo la vita, kijana mdogo, yeye akupigwa ganzi. Na mchana wa leo ninapendekeza kwako siri kuu za Daudi, na ndio ujumbe na ukupa, ili ukaweke alama katika dunia hii tunayoishi. Lazima uwe na hizi siri 3. Jambo la kwanza, Daudi alikuwa na kusudi. Mungu alimuandaa, alikuwa na kusudi, na ndiyo maana jambo la kwanza anapofika pale alitafuta, kama umesoma Biblia yako vyema, alitafuta maskari. Akauliza, come on, what shall be given? Hivi atakayeondoa taifa na dharau hii atapewa nini? Daudi hakuwa tayari kufanya chochote bila kujua anapata nini. Alikuwa ni mtu wa kusudi, alijua ana kusudi, na hilo kusudi anajua kwamba yupo Mungu aliyemweka kwa kusudi maalum. Wahitimu, mkitaka kuacha alama lazima uwe na maisha ya kusudi. Ujue kwamba kupo Mungu wa mbinguni anayetawala maisha yako. When God says yes, all other speakers are noise makers. Kama unanielewa punga mkono. Yupo Mungu anayesema ndio, na huyo Mungu ndiye mtu pekee anaweza kuumbua. Hakuna binadamu katika maisha haya anaweza kukuumbua isipokuwa Mungu peke yake. Ukilijua hili utakuwa salama muhitimu, kwamba maisha yako mikononi mwa Mungu. Maisha yako hayako mikononi mwa bosi. Biblia inasema katika Yeremia 17 mstari wa 5, amelaaniwa mtu anayemtegemea binadamu. Daudi akumtegemea binadamu. Daudi akutegemea upanga. Daudi hakuogopa binadamu kwa sababu aliishi maisha ya kusudi, na kwa sababu ya kusudi iliyokuwa kwenye roho yake na kichwa chake. Kwa sababu ya hilo kusudi, macho yake yaliona tofauti. Wakati taifa zima, jeshi zima wanamuangalia Goliath, hujuku Kiswahili tunamuhitaji Goliath. Wakati taifa zima linamwangalia Goliati kama tishio kubwa, lakini kwa sababu ya mtu wa Mungu aliyekuwa naishi kwa kusudi la Mungu, yeye aliona kama fursa kubwa. Kwa lugha ya Kimombo, this guy is too big for my stone to miss. Yani ni mkubwa mno, jiwe langu aliweze kumkosa. Ni mkubwa mno, ni fursa kubwa. Jiwe langu nikinyosha vizuri lazima nimpige kwa sababu ni mkubwa mno. The way you see the problem can be the problem. Ujumbe wangu mchana wa leo muhitimu, omba Mungu akupe macho ya kuona. Unayaonaje maisha? Ukitoka ATC utakutana na Goliath.
Wapo Goliati wa maisha wako mbele yako. Kuna Goliati ya kukosa ajira. Unaona nini kwenye kukosa ajira? Utaanza kazi ya tempo, utafukuzwa. Unaona nini unapofukuzwa kazi? Utakutana Goliati mwenye nyumba uliyepangisha anakutoa kwenye nyumba yake. Je, utaona fursa kwamba rafiki, unanitoa kwenye nyumba, unanisaidia nijue kumbe natakiwa nijenge ya kwangu nzuri zaidi ya kwako? Utaona fitina, utaona nini? Daudi kwa sababu ya purpose aliona fursa. Wakati watu wanaona mwisho, yeye anaona mwanzo, kwa sababu ya kuishi maisha ya kusudi. Na ndiyo maana maneno yake pia, sio macho yake, maneno yake pia, kwa sababu ya kusudi la Mungu, alikuwa na maneno ya kuwatia moyo. Msizimie mioyo yenu kwa umbo la huyo jeuri. Wale walioimba miaka 80 wako wapi? Imbeni pamoja na mimi. Msizimie mioyo yenu kwa umbo la huyo jeuri. Nilitoa kondoo katika makucha ya simba. Yeye aliyeniongoza tanilinda taongoza. Ndipo Daudi akaenda kukabili adowe. Don't mind my voice. Sauti yangu sio issue, nimezeeka. Daudi alinena maneno ya kutia shime. Msizimie mioyo yenu kwa sababu ya huyu jeuri. Mimi ninaye Mungu. Huyo Mungu aliniwezesha kupambana na dubu. Huyo Mungu aliniwezesha kupambana na simba. Wewe nitakupiga. Unanijia kwa upanga, unanijia kwa silaha kubwa, lakini mimi ninakujia kwa jina la Mungu unayemtukana, na leo Mungu ataniwezesha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kusudi la Mungu, aliishi kwa kumtegemea Mungu. Maneno yake yalikuwa ya kutia shime. Je, muhitimu unapohitimu, unanena nini? Unakiri nini? Je, unaambia watu nini unapokabiliana na ugumu? Je, unanena nini dhidi ya kikwazo na kizingiti chako Goliath? Daudi alipewa silaha. Ninataka nisisitize na niwe specific. Daudi anapoingia kwenye uwanja wa vita, aliacha alama ya excellence. Wahitimu, ninaomba mseme excellence. Akiwa anaandaliwa porini, aliacha alama ya uadilifu. Anaingia kwenye kazi, ni mtu ambaye afanyi kosa. Ana edit na kuedit, ana kosa. Excellence. Kila kitu chake ana mahesabu, kwa sababu alijua kusudi lake ni kusudi la Mungu. Kwa sababu aliruhusu macho yake yaone kwa imani. Na kwa sababu alijua silaha yake, uwezo wake, ushindi wake hauko kwenye upanga. Biblia inaniambia Sauli baada ya kumuoji kaka yake mkubwa, akamwambia wewe nyumbani. Akamwambia kaka, is there no reason? Hivi nimekosa nini? Huyu mtu atukane Mungu? Mimi huyo Mungu alinisaidia kule dhidi ya simba. Huyu walivyoona yuko serious, mfalme anamuita, anamkabidhi, sasa kijana, twende kwa protocol za vita, vaa hii, weka. Daudi akajaribisha, akasema hapana, mimi ninaamini silaha zaidi ya hii. Mimi nina silaha ya ziada ambalo ni neno la Mungu. Wahitimu mnaohitimu leo, ninapendekeza kwenu kwamba katika vita vya maisha, hacha alama ya kuwa na silaha ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa na silaha ya neno la Mungu, na ndiyo ujumbe nasisitiza, acha alama kwa kutumia jina la Mungu. Ukitumia jina la Mungu utakuwa salama. Biblia yangu inasema katika Waebrania 10,
kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Namna hii, kimbia mbio yako ukimwangalia Yesu mwenye kuzianzisha na kutimiliza imani yetu. Yuko Yesu, ipo jina lake, ndiye atakuwezesha katika mapito na mapigano ya dunia. Ukilijua hili, mpendwa muhitimu, utakuwa salama. Na mara zote katika maisha haya Mungu atakujibu majibu matatu. Unaweza kuomba akasema ndio. Unaweza kuomba akasema subiri. Unaweza kuomba akasema hapana. Bahati mbaya, rafiki zangu wahitimu, mara zote tunahitaji mafanikio ya haraka. Wakati mwingine Mungu atakwambia calm down. Wakati mwingine utaomba na kumlilia Mungu, lakini matokeo yanatokea negative. Habari njema kwako mchana wa leo, hacha alama ya kumwangalia Mungu na Mungu peke yake. Mtu pekee ambaye atakuangusha katika maisha haya ni Mungu, na ni Mungu peke yake. Ndiye miaka 2000 iliyopita alikufa kwa ajili yako, na ndiye atakutegemeza katika safari utakayoanza sasa baada ya kuhitimu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninapohitimisha hotuba yangu fupi, ninataka tumwangalie Daudi akiwa ameshinda vita vile. Waimbaji wanamsifu, na Daudi nifupishe tu, Daudi sasa ni mfalme. Yuko ikulu, ana mabodyguard, ana jeshi kubwa linamzunguka, ana usalama wa kutosha, sio omba, sio mbabaishaji. Yuko amekaa palace, lakini anaandika Zaburi, anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Daudi amekuwa na mamlaka makubwa, lakini bado anajitegemeza kwa Bwana. Anasema nitayainua macho yangu mbinguni, nitazame milima, msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu yuko kwa Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Zaburi 121. Kama sio wewe Bwana uliyekuwa pamoja nasi Israeli, na aseme sasa, hata anapotenda dhambi, hata anapoanguka mfalme mwenye mamlaka, bado anaanguka kwenye magoti yake, anamlilia Mungu. Aliacha alama ya ibada. Rafiki zangu wahitimu, miaka 20 ijayo, kama Mungu atatupa uzima, rafiki yangu Chacha, hautakuwa ni huyu Chacha, utakuwa ni bulldozer. Mungu akikupa maisha, utakuwa ni PDG wa maana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wanaomtabiria huyu bwana mafanikio wako wapi? Mungu akubariki sana. Utakapopata mafanikio ya juu kabisa, ujumbe wa Mungu leo ni kwamba usimsahau Mungu. Hacha alama ya uadilifu, hacha alama ya kumwabudu Mungu. Biblia yangu inasema hata Daudi alipokwisha kuishi na kutenda mapenzi ya Mungu alilala. Leo tunahubiri kanisani hapa, miaka 3000 imepita, tunamhubiri kijana Daudi kwa sababu ya alama aliyoacha. Je, unaacha legacy gani? Watu watakukumbuka kwa lipi? Wahitimu, utakumbukwa kwa sababu ya maisha ya ibada. Hacha alama ya kumtegemea Mungu. Ukiwa una kitu, mtegemee Mungu. Ukiwa kwenye shida, mtegemee Mungu. Ukipata madaraka, mtegemee Mungu. Neno langu la mwisho, haitakuwa na maana sana hili hubiri nisipotoa honyo. Inawezekana wahitimu ninaowaasa leo kwamba utakuwa kwenye muda wa maandalizi porini, muda wa battlefield, na pengine neema Mungu akakupa ukafikia ikulu. Yawezekana maisha yako yasifikie hata kwenye pori. Na kama mlezi wenu na kama mpako mafuta, mchana wa leo lazima niwape ujumbe huu. Biblia yangu inasema katika kitabu cha Ufunuo 3, tazama naja upesi, shika sana ulicho nacho. Ishike sana. Wahitimu, nilikuwa mwimbaji zamani.
ulicho nacho, moto asitowe mkononi mwako. Shika sana ulicho nacho. Mbele yako unapohitimu, rafiki zangu, kuna matatizo makubwa katika ulimwengu wa leo. Nitatumia lugha ambayo itakusaidia iwe memorable, utakumbuka hata baada ya miaka 10. Ni W3. W3. Dunia leo inakabiliwa na W3. W3. Shika ulizo nazo. Tread softly, my friend, the world is slippery. Dunia inatereza kwa sababu ya vitu. Inawezekana hata usimalize miaka 2 baada ya kutimu kama hautajihadhari na matatizo matatu ya dunia. Tatizo la kwanza mnaoingia katika maisha ya kazi ni wine. Maisha ya ulevi na anasa. Wasabato amnyi pombe, lakini kuna walevi wakubwa wa Sabato wanaolewa mtandao wa jamii, wanaolewa, wanaoruhusu maisha ya addiction. Hakuna anayeacha alama anayeishi ruhusu maisha ya addiction, na hakuna msaada isipokuwa kwa Yesu peke yake. Tatizo la pili dunia inalia leo kwa sababu ya wealth. Daktari Pasco anaelewa hizi kanuni, amefundishwa. Wealth. Dunia inalia leo, Dr. Ojuku, kwa sababu ya kutaka mafanikio ya haraka. Watu wanataka kutembea kabla hawajatambaa. Bahati mbaya, rafiki yangu Chacha, unaweza kuishia na kesi za money laundering ukiwa engineer unayetaka mafanikio ya haraka. Wealth. La tatu sio jema sana, lakini nalazimika kuisema, utalibadilisha kwa jinsia yako. Women. Ukiwa mwanamume, ukiwa mwanamke, transpose. Wine, wealth and women. Watu mashuhuri wenye vipawa vikubwa ambao wangejivuniwa katika kanisa la Mungu wanakuwa ni makapi, hawana issue kwa sababu ya matatizo wine, wealth and women. Mchana wa leo tutaomba Mungu kwa ajili ya wahitimu hawa. Tutawaweka wakfu kwa ajili ya matatizo haya. Hili tunapowahubiri la kuacha alama, Mungu akawaepushe na majanga hayo matatu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninawaombea baraka za Bwana, na wakati nataka niwaombee baraka za Bwana, ninaalika wazee wote wa kanisa waliowekewa mikono mje. Ninataka niwasadikishe wazee wa kanisa waliowekewa mikono, mzee Ojuku na wageni wazee wote. Kama una mikono ya uzee, njoo tafadhali. Ninataka tuwaombee hawa vijana, ombi maalum. Ninawaombea baraka za Bwana, na hii nitaita kwa namna yangu A to Z. Ninawaombea baraka za Bwana kwa herufi ya A. Amani ya Bwana ikatawale maisha yenu. Amina. Ninawaombea kwa herufi ya B. Baraka za Bwana zisiwapungukie milele. Ninawaombea kwa herufi ya C. Christmas ya neema kila mwaka na mwaka kaongezeke katika maisha yenu. Dira yenu ya maisha ikawe thabiti. Elimu yenu ikalete tofauti katika jamii. Fadhili zenu zikawe za milele. Goli lenu likawe kurithi ufalme wa mbinguni. H. Imani. Nimeruka H. Imani yenu ikawe thabiti kwa Mungu. Jina lenu likaandikwe popote mtakapoenda, likakubalike. Kila mnachofanya mkafanikiwe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba vijana wale ombi maalum kwa ajili yenu. Maadili yenu wahitimu
yakaonekane kwa kila mtu. Neema ya Bwana ikawafunike maisha yenu yote. Omba, omba, omba hadi upate jibu. Rehema za Bwana zikawafunike kwa kila jambo. Salama yenu iwe katika Yesu Kristo peke yake. Tuwaweke katikati kama ishara ya kuwazingira, wasogee katikati. Tutaomba maombi maalum kwa ajili ya vijana hawa. Kila mzee aliyepata neema ya kuwa hapa ataomba maombi mafupi, sentensi chache, lakini omba kwa ajili ya vijana hawa. Wanapoenda kuanza maisha haya, Mungu akawaangazie nuru yake. Mungu akawafungulie njia. Mungu akawaepushie shida. Mungu akawafanikishe katika vilele vya juu. Kama Daudi wakaende kupanda mpaka kufika katika hatua ya ikulu, huku wakiacha alama. Asante sana, pole. Ninatoa fursa sasa kwa wazee wa kanisa. Tutafuata mstari, kila mzee omba ombi fupi, na wahitimu ninaomba kwa kumheshimu Mungu wote tupige magoti. Wazee wataendelea kusimama. Mimi sitaomba, tutaenda hivi wazee. Tuombe. Baba yangu na Mungu wangu wa mbinguni, Baba yangu na Mungu wangu wa mbinguni, ni mchana tena, wakati watumishi wako hawa wamepiga magoti, wewe unawafahamu. Na kusihi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, cha kwanza wasamehe dhambi zao, lakini cha pili, kama tutaendelea kuwepo katika dunia hii, hawa watu hawa wafanye watu wa maana, kawafanye watu wa maana ambao hawatakusahau milele. Nenda kawapiganie, nenda kawatetee. Najua watakapotoka chuoni wataenda kugombaniwa na dunia. Usiwaache kabisa, Mungu wangu, watetee, wabariki. Watakapofanikiwa na wakakukumbuke milele, kwa jina la Yesu, amina. Wana wa Israeli, mbele kukiwa na bahari ya Shamu, nyuma kukiwa na majeshi wa Misri. Musa kwa kinywa chake alisema, msiogope. Tazameni hii leo hawa wa Misri mnawaona hawataonekana tena. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Mungu wangu, wapiganie vijana wako hawa. Umewafanyia mengi tangu mwaka wa kwanza mpaka sasa wanakwenda kuhitimu baada ya miaka 3. Kama uliweza kuwavusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu kwa mkono wako wenye nguvu, wavushe salama watoto wako hawa. Ukawapatie GPA nzuri, na wakawaandalie maisha mazuri, ukawaandalie kazi nzuri, ukawafanye kuwa wajasiriamali na wafanya biashara wakubwa. Sifa na utukufu zikazidi kuonekana kwa vijana hawa. Nami na wakabidhi sasa vijana hawa kama walivyoagiza katika kitabu cha Hesabu. Utakapowabariki watoto wangu, mwabariki kwa namna hii. Bwana awabarikie na kuwalinda. Bwana awainulie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Bwana akawaangazie uso wake na kuwapa amani. Pendo wa Mungu Baba na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu vikadumu nao kuanzia sasa, wakati wa mitihani, wakati wa maisha, hata pale Yesu atakapokuja. Katika jina lako Yesu tuomba, amen. Great Redeemer and everlasting Father,
In the stillness of this hour, Father, even as we bring you good afternoon greetings from Sakina Church, I want to thank you and decree and declare that you are still the Alpha and the Omega. This afternoon, Father, even as we celebrate this great contingent of students from Arusha Technical College, we want to decree that you will walk with them, mighty Father. It is you who said that those who believe and trust in thee shall never be ashamed. And this afternoon, we pray that these students will never be ashamed, O Lord. We thank you for the experience of David. All that time that you walked with him, Father. In a similar suit, you can walk with these students as we present them before your throne of mercy, O Lord. Even as they present their bodies as living sacrifices by the shed blood of Jesus Christ, we want to decree and declare that success is theirs, O Lord. We want to pray because they have toiled, they have read the books, they have done the exams, the practicals. In each and every situation, they have always put you first. I want to pray that we believe you will give them the desires of their hearts. Even in the dungeons of darkness, you will raise them up from the valleys. You will flatten all the hills and mountains that may stand in between them and success, mighty Jehovah. That they will never see failure but see success in each and every situation. They will never see a challenge, they will see great opportunities and very, very strategic openings, oh Lord. You spoke to Moses and asked him what he was carrying in his hands. This afternoon we are asking that our students will have something in their hands to present before you, O Lord. That each and every moment will translate into success and great achievements. That because they have surrendered themselves unto thee, mighty God, you are the way maker, you will make a way where there seems to be no way. My Redeemer, my Savior, I go against every spirit of discouragement. I go against every force of discouragement. I go against every principalities of failure. That these guys, Jehovah, they will succeed in a way that will amuse the world. May they go out there and reach the flocks. May they go out there and make a difference. May they go out there and bring change where it is required. May they go out there in humility and humbleness that only comes from your heavenly kingdom. Allow us, Father, to decrease in our human nature as you raise them and lift them, as you bring them up, as you give them success. We praise your name because you always remain to be the beginning and the end in each and every situation. Let your will be done as you touch each one of them. Relieve them of any sickness. Relieve them of any situation that the devil wants to bring across their lives, mighty God. At the end of the tunnel, we beseech you, Father, that this success will translate into greater things to come in our lives. But above all, we pray that they may continue to know you, O Lord, because they are waiting, they are eagerly waiting for the second coming of Jesus Christ. Award them the benefit of spiritual strength. Award them the benefit of righteousness, O Lord. To you be the glory for pray, believing and trusting in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Baba na Mungu uketie mahali pa juu mbinguni, ninashukuru Mfalme kwa namna ambavyo umeendelea kuwa mwema katika maisha yetu. Asante Baba kwa namna ambavyo unatutunza na kutulinda na kutujali. Siku hii ya leo tuko mbele zako tukiwa pamoja na wapendwa hawa, marafiki hawa, watu ambao wamechagua kukutumaini wewe. Nawe ukasema wakutumainio wewe ni sawa na mlima Sayuni ambao hautatikisika kamwe. Nasi kwa ushuhuda wa neno lako tunaona wingu la malaika likiwa limezunguka mahali hapa,
likiwa limeambatana pamoja nasi wanadamu, likifurikisha baraka zako kutoka mbinguni. Asante kwa sababu unaenda kuwasimamisha wapendwa hao kwa neno lako. Wanapoingia katika maisha, kamwe Yesu wasikutane na njaa katika maisha yao. Wasikutane na njaa ya kiwango cha kuwatenga na upendo wako. Bwana, zuia ajali zote na hatari zote, lakini wafanya Yesu Kristo waweze kushuhudia kuwa kwa kutumaini wewe na kutegemea wewe, uzoefu waliopata katika elimu, uzoefu waliopata katika malezi ya kiroho, hatimaye umewafikisha katika viwango vya juu kama wafalme. Hatimaye umewafikisha katika viwango vya juu kama watu waliobeba chapa zako. Asante kwa sababu umeongezea nuru ya uso wako, na asante kwa sababu kila utakapokanyaga watashuhudia hakika namna ambavyo binadamu wanaotambua kuwa wao wamekubeba wewe katika maisha yao. Neema yako yatosha na upendo wa Roho wako Mtakatifu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Baba, tunaomba kwamba mara baada ya mafanikio ya kimwili katika dunia hii, tunaomba uwapatie zawadi ya milele, zawadi ya uzima wa milele utakapokuja, kwa jina la Yesu, amina. Asante sana, tunaweza kunyanyuka. Nitakuandamako, tusimame wote tafadhali. Praise team tafadhali, ninaomba tuongoze, tuimbe kwa utukufu wa Mungu. Wewe ukiniongoza nami nitaandama, nitakuandama kote, namu linifia kwa neema yako Bwana, napenda kuandama. njia ijapoporuza kwa miiba na fujo, ulitangulia mbele, nami nitaandama, nitakuandama kote, namu linifia kwa neema yako Bwana, napenda kuandama. Nijapokutana na majaribu kote, nakumbuka shida yako, nami nitaandama, nitakuandama kote, namu linifia kwa neema yako Bwana, napenda kuandama. Nijapoona ukiwa na mateso makali, wewe uliyatikisa, nami nitaandama
nitakuandama kote, na ulinifia kwa neema yako Bwana, napenda kuandama, ijapo wanipeleka vilindini mwa giza, wewe uliatikiza, nami nitaandama, nitakuandama kote, na ulinifia kwa neema yako Bwana, nami nitakuandama. Bwana awabariki, Bwana atuangazie nuru yake, wahitimu na twende kwa amani ya Bwana. Mpaka hapa tutakuwa tumefikia kilele cha hotuba hii. Mungu atubariki. Ninarudisha kijiti kwa mwenyekiti wa ibada. Tunaweza kuketi.